Angalia kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Nataka tuangazie kwanza juu ya hili neno la kwamba msijisumbue. Nini maana yake? Nini maana ya kujisumbua iliyoko hapa? Nasema msijisumbue kwa neno lolote. Tuone kwenye maana ambayo kulingana na mtiririko tunaoenda nao mimi nimeipata hapa, ni kwamba hili neno kwamba msijisumbue hasa kwa neno lolote, ni kwamba cha kwanza inabidi tujue kwamba hii ni usijisumbue kwa jambo lolote. Usijisumbue kwa jambo lolote. Nini maana ya kujisumbua katika jambo lolote? Maana yake ni kufanya chochote au kuweka umakini, kule kumakinika katika kitu ambacho Mungu asingetaka ukiwekee umakini. Ndio tafsiri ya kwamba usijisumbue kwa neno lolote, usijisumbue kwa jambo lolote, usijisumbue kwa jambo lolote. Usijaribu kuwa na umakini kwa ajili ya jambo ambalo Mungu hajaliruhusu wewe uliwekee umakini, au hajaruhusu, au tuseme hayupo ndani ya hilo jambo. Huenda hayupo Mungu katika hilo jambo kwa wewe, lakini kwa mwingine yupo Mungu kwenye hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaelewa nini maana yake. Utaweza ukaelewa sentensi inayofuata, nasema hivi: bali kwa kila jambo, bali kwa kila jambo. Nasema bali katika kila jambo kusali, kushukuru. Ameorodhesha. Kwa nini ameweka hayo mambo yote? Na tukitazama kile kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 15 mstari wa 5, utaona Biblia inatuonyesha kitu kingine katika namna hii, lakini kutokea kona nyingine. Nasema hivi: mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Anajaribu kutuonyesha sisi tujione ni akina nani mbele zake, na imetupasaje, na inabidi tujitafsiri vipi, na anatutafsiri vipi, tuenende naye vipi vile anavyotuona yeye. Sisi nasema yeye ni mzabibu, sisi ni matawi. Kwa ni tafsiri ambayo inabidi tuwe nayo tunavyoendelea kuishi. Kabla ya kufanya jambo lolote, kabla ya kutekeleza jambo lolote, inabidi utambue wewe ni nani kwa Mungu. Wewe ni nani kwa Mungu kwanza. Hii itakusaidia kuto kufanya jambo lolote pasipo msaada wake, au pasipo kuwa na uhakika kama Mungu yuko pamoja na wewe kwenye hilo jambo, au Mungu yuko ndani ya hilo jambo. Haleluya. Na ukiendelea sentensi inazofuata nasema hivi: mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Afa nasema maana pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Hii sentensi imejirudia tena. Kwa nini? Ameanza kwa kujionyesha kwamba yeye ni mzabibu, sisi ni matawi, akae ndani yake, huyo huzaa sana. Kwa nini? Kukaa ndani yake maana yake ni kumpa nafasi, jinsi inavyostahili Mungu kupewa nafasi kwenye maisha yetu, ndani yetu, kwenye fikra zetu, kwenye maamuzi yetu. Kabla ya kufanya, unavyofikiri, unachofikiri, ufikiri kama Mungu anakikubali au anakuruhusu au hakuruhusu. Ufikiri katika upana huo, ufikiri kwa utambue kwamba ni mapenzi ya Mungu au la. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Anavyosema kwamba ninyi pasipo mimi, ametanguliza hiyo sentensi, ninyi pasipo mimi
hamuwezi neno lote. Ni kama kusema ninyi pasipo mimi Kristo, pasipo Mungu hatuwezi jambo lolote. Sika na kwamba tukijitenga na Mungu, tukijitenga na mwongozo wa Roho wa Mungu kwenye maisha yetu hatuta survive. No, tuta survive, tutafanya tutakayotaka kuyafanya, lakini yatakosa uwepo wa Mungu. Maanake tutakuwa tunajisumbua kwamba tunaweka umakini kwenye kile Mungu ambacho kwa mapenzi yake, kwa uwepo wako wewe ulimwenguni asingetaka kufanya hicho kitu. Kwa kwako ni kama najisumbua, unamakinika kwenye kitu ambacho ndani yake si chochote, kwa maana hakina yeye yule anaitwa ni vyote ndani ya vyote, na vyote viliumbwa kwa ajili yake na kwa ajili yake vinakaa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hivyo vitu unavyotaka kuvifanya kama nje ya Mungu pia vinaweza vikatangaza mauti yako, vinaweza vikatangaza mauti yako ya mwili, mauti yako ya roho pia. Kwa nini? Biblia inasema katika Petro ile sura ya 5, nafikiri Petro wa kwanza kama sijakosea, ile sura ya 5 mstari kama sikosea wa 8, nasema hivi: shetani kama simba ungurumaye hutafuta mtu apate kummeza, hutafuta mtu apate kummeza. Ngoja tuone hapo, tusitamke maneno kwa sababu pia ni muhimu. Petro ya kwanza sura ya 5 mstari wa 8 inasema hivi: muwe na kiasi na kukesha, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ungurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Muwe na kiasi na kukesha, kwa maana mshtaki wenu Ibilisi. Kwa nini? Ukifanya kitu kinyume na mapenzi ya Mungu, hata kama nia yako ni nzuri, lakini uko mbali, kile kitu ndani yake Mungu hajakiruhusu kwako, mshtaki wako Ibilisi anatafuta kosa la namna kama hiyo akumeze. Wenda una nia njema, unatekeleza kitu chema, ile kwamba umetekeleza nje ya msaada wa Mungu, hauko ndani ya uwepo wa Mungu kwenye kutekeleza au kufanya hilo jambo, huyu na hakika shetani kama simba ungurumaye anaweza kukumezea hapo, kwa sababu shetani hamuogopi mtu, anaogopa Mungu ndani ya mtu, na haogopi jambo la mtu. Hata kama unamwita Mungu kwenye hilo eneo mara 100,000 kwenye hilo jambo, kama Mungu hayupo, manake ni hayupo. Kama ni huwezi ukafanya jambo lako alafu ukajaribu kumlazimisha Mungu ahusike kwenye jambo lako. No, Mungu anataka tujue mambo yake na tukubali kwa yetu kushiriki kwenye mambo yake ambayo anatuwazia na anatupangia tuyashiriki kuyatekeleza tukiwa hapa ulimwenguni, halafu na mkono wake uthibitishe uwepo wake kwenye hayo mambo. Sisi tutafuta ya kufanya halafu tumlazimishe Mungu awe mshirika wetu kwenye hayo mambo. No, Mungu hawezi, haendi kwa namna kama hiyo, haendi kwa namna hiyo. Mungu anataka mtu mnyenyekevu ambaye yuko tayari kutafuta mapenzi ya Mungu ni nini. Ndio maana anasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno na katika kila jambo kwa kusali, kuomba pamoja na kushukuru. Hapo anasema manake nini? Anavyojaribu kusema hivyo, anasema kwamba weka umakini kutafuta jambo gani Mungu anataka ulitekeleze wewe ukiwa katikati ya ulimwengu. Usitafute unachopenda kukifanya ndio mtafute Mungu umbandike hapo kama kibandiko halafu useme utaenda umano. Mungu anataka kwanza umweke yeye namba 1, umpe nafasi anayostahili moyoni mwako,
Halafu kwa msaada wa Roho Mtakatifu, hata kama hujui cha kufanya, lakini ndani yako una utayari wa kutaka kumtii Mungu, Mungu anakupa uweze kuomba, kwa sababu Biblia inasema hivi, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini yeye hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Hutuombea kwa namna ambavyo tunaomba mpaka huko mioyo yetu iwe na utayari wa kubeba mambo ya Mungu kama apendavyo Mungu, kwa jinsi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Kwa unaweza ukatizama kwamba furaha ya Mungu kwetu sisi kuona tunafanya mambo tunaofanya, no, ila ni kuona tuna utayari wa kukubali mambo yake au mapenzi yake au kutii maelekezo yake kwa jinsi ya kwake, si kwa ajili ya kuiga kwa mtu fulani na tujaribu kwenda kwa namna hiyo tukifikiri Mungu ataachilia baraka zake. No, Mungu anapendezwa na utii, anapendezwa na utii. Ndio maana Biblia inasema hivi, mkitii mtakula mema nchi. Nasema ile Kumbukumbu ya Torati 28 nasema hivi, itakuwa utakaposikia sauti yangu kwa bidii kutunza kufanya mambo yote ni kuagizayo leo hii, itakuwa hapo. Ndo anasema baraka hizi zote zitaambatana wewe na kukufuata. Inaelezea vitu vya namna hii. Cha kwanza nataka nini? Utafute kujitiisha ndani yake. Hapo ndo anasema akae ndani yangu, huyo huzaa sana, huyo huzaa sana, huyo huzaa sana. Akae ndani yangu, huyo huzaa sana. Halafu ndo inasema lakini pasipo mimi ninyi hamuwezi neno lolote. Kukaa ndani ya Mungu manake nini? Manake ni hii, kufanya jambo la Mungu kwa namna ya apendavyo Mungu au kwa maelekezo ya Mungu kwa wakati wa Mungu. Naweza kusema ni kwa namna nyingine, unaweza ukasema pia ni kukubali kujitisha ndani ya Mungu. Ndio maana mahali pengine Biblia inasema si mimi naishi bali Kristo ndani yangu. Ni kuamua kusema maisha yako yanakuwa kwa ajili ya Kristo. Ni kufanya maamuzi ya dhati kusema kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu aninunue, basi na wewe unaamua kujiuza ndani ya Kristo kwa ajili ya Kristo, na unaanza kufikiri kwamba si tu useme ya kale yamepita, bali ufanye maamuzi ya kwamba sasa mimi mwili wangu huu ni kwa ajili ya Kristo, kutukuka matendo yake. Mtu anaweza kasema ni jambo gumu sana, ni kama vile na dhulumu matakwa yangu. Inaweza kuwa ni kama kweli hivi, lakini sasa matakwa yako yana faida gani basi katika ulimwengu huu tunaoishi sasa? Yale unayoyapenda sana yatakupeleka wapi? Ndani yake yana uzima? Fikira za mwanadamu kutokea ujana wake ni fikira mbaya za ajabu sana, lakini ukikubali uamue Kristo autumie mwili wako, atumie nafsi yako, atumie utashi wako, hakika yake atakuuisha. Atafanya zaidi ya vile ambavyo wewe ungeweza kufanya, ijapokuwa tu hatafanya kwa namna unaotaka wewe, atafanya kwa namna anayotaka yeye, lakini atakufanya uwe mtu bora ajabu. Hata kama mwingine atajitokeza na atataka kukutafsiria kwamba wewe si mtu bora, si mtu muhimu, ndani yako hata Kristo atakuonyesha kwamba wewe ni wa thamani, kwa sababu alikufa msalabani kwa ajili yako, ili kwamba afanye maisha yako
yawe yake, ya maisha yake yawe yako. Alikununua kwa ajili ya kununua na kurejesha hatima yako bora ambayo shetani aliichukua, na kila mara anajaribu kutudanganya na kadhalika, kwa sababu kuna muda Biblia inatuonyesha kwamba, inavyosema kwamba shetani kama simba ungurumaye utafuta mtu ammeze. Kwa sababu gani? Anakumeza kwa uongo wake, anatumia kagepu kadogo utakakofanya kosa katika hako, atumie kukuhukumu, ujione hufai, uone Mungu hakuhitaji tena. Ni tafsiri na mawazo mbalimbali ambao wanadamu wengi katika ulimwengu wanayo. Wanatembea na tafsiri ambayo wanafikiri Mungu ndo anawaona hivyo, kumbe ni shetani kaweka hiyo tafsiri mioni mwao, tafsiri ya kujihukumu, kuwa na hisia mbaya kuhusu wao wenyewe, kuhusu maisha yao yaliyopita, kiasi ambacho watu wanashindwa kufanya maamuzi ya kuamua kuanza na upya na Mungu. Wanafikiri wakienda kwa Mungu atawakataa. Si tafsiri alionayo Mungu. Biblia inasema hivi, alitupenda tungali wenye dhambi. Alafu anasema kama alimwachilia mwanaye pekee tungali wenye dhambi, sasa atakosaje kutupatia chochote ambacho kinapatikana kwake? Na Biblia inasema hivi, tutakuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Anachohitaji ni utayari wetu wa kumhitaji yeye na kutembea, kumtii na kumfuata yeye.